Ninakusikiliza mama mtu, maana umenitia afu kichoroni hapa, si unaelewa? Tuachane na hayo bwana. Unajua nini mpenzi wangu? Niambie. Yaani hivi karibuni nilikuwa najisikia vibaya sana. Sasa nikaona niende nikapime. Wakutwa na malaria ngapi? Bwana haraka. Lazima nijue mpenzi wangu anaumwa nini. Nipambane mimi kama mimi. Tunajua tena kigoya wako Ndio bwana nakukubali mandevu wangu. Ulienda kupima? Utakuta na ujauzito. Vipi? Mbona umekuwa hivyo? Hivi kumbe Edem ni boya, kumbe ni bwanga. Hivi nikuulize kitu, mimi unaona nafaa kuwa baba? Nafaa kuwa na mtoto? Hebu sikiliza, acha mambo yako ya kishamba, sawa? Habari za mimba zako peleka huko. Alafu sikiliza nikwambie kitu. Hii namba ni chafu. Hata watoto wanaijua, huwa haigawanyiki. Unaniletea maswala ya kishamba, mimi na mitikasi kibao ya kufanya. Nikae nawaza kwamba mtoto kanya, mtoto kakojoa, Edem vipi? Rozi mwanangu. Bema. Mimi hapa mamangu alinitelekeza. Nikaa bibi moja aliniokota. Nikawa naishi naye. Yule bibi nikakaa naye. Baadaye nilipopata baba yenu, yule bibi naye alipoteza maisha. Nikabaki sina ndugu. Muda hiyo baba yenu nikakaa naye, nikakuzaa mwanangu. Tunaishi tu vizuri. Niliposhika mimba ya Jomani, baba alifariki. Nikabaki sina ndugu. Sina sehemu ya kwenda. Sababu babake pia sikuwa sijui kwao. Kabaki na wale tu mimi mwenyewe mama watoto wangu. Sina ndugu. Mama, usiongee maneno mbele ya watoto wako. Mama, usiseme hivyo. Mimi hapa na Jomani ndo ndugu zako. Na kuhusu kukutibisha mama, mimi nitapambana kadri niwezavyo. Sawa mama? Na utapona. Seti Joma. Kwa hebu punguza mawazo, kunywa uji. Kuhusu kukuhudumia wewe hata usijali. Tumeanza kukuhudumia tangu bado umeanza kugua mpaka hapo ulipofikia. Ndio maana tunakupambania, bado tunakuhitaji sana mama yetu. Hivi haya maneno unazungumza wewe, kuna mtu anakusemea wewe. Wewe unakuwa ukoje wewe, lakini unanifanyia nini hivyo kigoya? Tafadhali niachie. Hapo nisikilize, sawa? Ukitaka kuendelea kuwa na mimi, katoe hiyo mimba kisha urudi kwa kigoya. Sijui umenielewa vizuri? Hutaki kuendelea kuwa na mimi, chafua, kila mtu apite njia yake. Sikiliza kigoya, nikwambie. Mimi najua wewe, mimi ni mimba yako. Najua wewe ndio baba wa mtoto wangu, lakini siwezi kutoa mimba hata siku moja. Kwa nini nitoa kiumbe kisichokuwa na hatia? Hakati sasa leo tulifanya wote. Kaa ukitambua mimi na mimba yako. Na siwezi kuitoa. Mimi nitaenda sawa. Kama umeamua hivyo basi. Basi Mungu mwenyewe ndo atakayejua nitaishije. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana kigoya. Nakushukuru sana. Wasepa. Sijeka kuchafua hapa mapema nikakuharibu na niletea mafaili ya mimba. Mimi ni daktari. Au mimi ndo nalea watu wenye wajawazito. Pita hivi. Tekenge hii. Rozi mwanangu. Bema. Kama mnatakuja utafutaji mwanangu, usibe cha mtu. Kisa mimi nipone. Tafuta jasho lako mwenyewe. Joman. Naomba wanangu mpendane. Mshirikiane. Ili mhakikishe ninapona mimi mama yenu. Mama. Sawa mama, tumekuelewa. Na mimi nakuahidi mama yangu, sitatamani cha mtu. Sitaiba cha mtu. Na nitapambana niwezavyo mama, na kuahidi mbele ya mdogo wangu. Nitakutibisha mama yangu. Sawa? Na kuanzia leo hebu usiwe na mawazo tena. Toa kabisa mawazo yako. Mama daktari alishauri uko na mawazo sana utapata pressure.
Sawa mamangu. Nashukuru mama. Kunywa uji mama. Utapona tu mama wangu. Nice. Umekutwa na nini? Mbona unalia barabarani? Sijui dada nifanyaje mimi. Nimeshakwisha tayari. Umeisha na nini? Niambie umeisha na nini? Dada. Hapa nilipo na ujauzito. Ujauzito wenyewe wa Kigoya. Wa Kigoya? Na nilimwambia Kigoya alikataa. Akasema kama nataka kuwa na mahusiano na yeye nitoe hii mimba. Dada mimi sijui nifanye nini. Rozi. Kaka huyo. Vipi? Leo umechelewa kuamka nikasema sikuamshi. Kwa kweli jana nimechelewa kulala bwana hujaniamsha. Nimelala muda umeenda. Nikasema nitaamka muda nitakaojisikia maana hata leo kazini siendi. Vipi Rozi? Yaani kila ninapoamkaga mimi nakutaka tunafanya usafi. Nikienda nikirudi. Yaani hivi hauchoki kufanya kazi? Lakini si ndio wajibu wangu kaka. Kweli. Lakini Rozi, mimi binafsi naona hizi kazi hazikufai. Kwa sababu mara nyingi naonaga hizi kazi wanafanyaga wale watu wazima wa mama. Yaani wale ambao wamekata tamaa ya maisha. Ila sio warembo kama wewe ambao wanatarajia kwenda kwenye ndoa zao kufanya maisha. Sio kama napenda kufanya hizi kazi. Ila na changamoto pale nyumbani. Mamangu ni mgonjwa sana. Ninatakiwa pesa apeleke hospitali. Kwa nini nisipofanya hizi kazi? Sitampeleka mamangu hospitali. Pole sana. Asante. Ila kwa changamoto hiyo ningeomba ni kwa ajili hapa nyumbani. Na nadhani nitakuwa nakulipa 1,500 mpaka kuendelea kadri siku zitakavyozidi kwenda. Nitakuwa napandisha mshahara. Kweli kaka? Nisikilize. Nyamaza usilie. Nisikilize kabisa. Sawa? Hapo inachotakiwa twende kwa mamake na Kigoya. Hapana. Nenda kamwambie ili tujue tunafanyaje. Mtoto wake tayari ameshanikataa. Alafu leo unaniambia niende kwa mama yake. Itawezekana kweli? Hapana. Yule mama ni mtu mzima, atajua anatusaidiaje. Nice. Wewe unaona mimi mwenyewe nilikuwa na hali kama hiyo. Ali sasa hivi yuko wapi? Sikesha kwa baba mtu mzima. Sasa una shida gani? Na kingine. Nataka nikamwambie kapige. Hapana dada, sio kwa sasa. Hata niwaka. Nitamwambia mimi ni mtu mzima, nitajua namwambiaje. Kapijo, lazima nimwambie. Naomba tuende kwangu. Tukapumzike. Sawa? Ndio. Sawa, mimi niko tayari sasa hivi. Maana miezi miwili tayari nimeshafikisha 300,000. Na maana mamangu naweza kumpeleka hospitali. Kweli kabisa. Ila kwa sharti moja tu. Ninahitaji unalala hapa nyumbani. Kwa sababu kuna vitu vingine mimi kwa nashinda kujisaidia mwenyewe ila wewe unaweza kunisaidia. Kaka. Swala la kuhamia hapa nyumbani itakuwa ni ngumu kidogo kwa sababu mamangu ni mgonjwa sana. Ninapotoka asubuhi namwacha na mdogo wangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba niwe nakuja asubuhi alafu jioni narudi nyumbani ili kumsaidia mamangu nyumbani kwa sababu asubuhi ninapotoka kuja huko kazini na hata nimemuosha, nimeacha mazingira sawa na mwacha tu mdogo wangu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu mamangu ananitegemea. Hapana, mimi siwezi kubaliana na hilo. Kama unahitaji pesa, nisikilize mimi. Ila kama unahitaji pesa, pia ni shauri yako. Lakini pia kitu kingine ambacho ni kama ofa nakupa.
Twende tukafanya mapenzi mara moja, nikupe 300 zote. Uende kumtubu mama yako. Bi mkubwa, sema unamwambia mtu wako naoshe vyombo. Watu wavivu utawaona. Yaani wewe vyombo vitatu tu hivyo unaona kazi kuosha. Yes, ndo mchafuzi lakini. Bi mkubwa. Unaenda hapo Kigoya? Kia hapo mitaa ya kati hapo. Hebu rudi hapa na mazungumzo na wewe. Bi mkubwa anakusikiliza. Time nini sasa? Hutaki kuongea na mama? Hamna maana, unajua na wai harakati zangu hapo mbele. Sasa ni hivi. Yule binti alikuja hapa. Afu bro nimekumbuka basi. Kile kidem kilikuja hapa maskani. Eti kinasema mara umekijaza mimba. Wasema bro nimekizingua kinoma yani. Sema ni yani sasa hivi kilipo huko kinajuta yani kutimba hapa maskani. Dogo dende. Alafu na wewe uache ujinga wako wewe. Hakika. Unaongea nini hicho? Hapo nafanya kama kukusaidia tu. Umefikia huko? Yaani mimi nakuheshimu kama kakaangu. Sikufikiria kuniambia maneno kama hayo. Alafu isitoshe, wewe si una mke wewe? Wewe tangia umekuja kufanya safa usha kumuona yuko wapi? Una muda gani humuoni hapa nyumbani? Kachapa, mke wako namjua. Sawa? Kasafiri tu kikazi lakini namjua. Alafu isitoshe, wewe ni kakaangu. Nakuheshimu kama kakaangu. Siwezi kushiriki na wewe hata siku moja. Wewe kama unanisaidia nisaidie. Kama haiwezekani basi, nitakuwa nakuja asubuhi nafanya usafi naondoka naenda nyumbani. Uko tayari kuenda kumtubu mama yako au utaenda kubishana na mimi hapa majiani kuwafaidisha? Nikwambie tu kaka. Siwezi kusubutu kushiriki na tendo la ndoa hata siku moja. Wewe ni kakaangu tu. Kama utaki, acha naondoka. Mimi binafsi siko tayari kuwa baba na wala siko tayari kuwa na mtoto. Kama wewe unahitaji kuwa na mjukuu, mchukue umlete hapo uishi naye. Sio mimi nahitaji kuwa na mtoto. Mambo gani bi mkubwa unaanza kunizingua kinoma. Yule mtoto, yule binti utamtunza na mtoto yule akizaliwa utamleta hapa nitamlea. Sina maneno mengi ya kukwambia. Kama utaki basi na hapa kwangu uondoke. Bi mkubwa, nice mdogo wangu. Ina maana utaishi hivyo mpaka lini? Dada, kiukweli. Yaani mimi najitahidi nizoe, lakini nashindwa. Na sijui hata nifanyeje. Kiukweli yani najikuta tu nakuwa hivi, nashindwa kabisa kuzoea. Sasa sikiliza mdogo wangu, nahisi nikwambie. Ukiwaza sana, mtoto utamletea kusononeka moto tumboni. Umenisikia? Hebu jikaze. Kapija huyo. Sasa unavomfukuza blaza aende wapi sababu? Kati hapa ndo maskani yao. Tena na wewe inabidi uongozane na kakako muondoke hapa. Simletee ujinga. Bi mkubwa sikilize. Mimi si jemedali. Mimi si mwamba. Mimi si mtoto wa kiume. Baridi barafu. Mimi hapa kwako nasepa. Ila swala la kuwa na mtoto hapa kwangu ni noma. Yaani baridi barafu sele mbwende tidende tu. Sabla unaenda wapi sab? Dogo baridi. Ila bi mkubwa unazingua. Kwa hiyo na wewe unaungana na kakako, si ndio? Wewe Rebeka wewe, rudi uje umalize kuosha vyombo hapa. Ni hatari kwa kweli. Kaka. Karibu. Jamani, mwanangu amekua. Kaka Pijo. Naam. Habari? Salama za hapa? Nzuri, karibuni. Asante, mnaendeleaje? Salama, karibuni. Asante sana. Nice. Mimi naondoka.